Ninapopata nafasi ya kuwaongoza watu sala ya toba, unajua kitu ninachowaza? Najua cha kwanza ninachowaza, huyu mtu kesho yake imebeba nini? Huwezi kujua heshima Mungu atakayokupa ya kuwaongoza watu sala ya toba mpaka umejua kesho zao. Mpaka umejua kesho zao. Mnapokutana miaka 10, 20, anakupa ushuhuda jinsi ambavyo kitu ulichofanya kanisani, ulipokuwa unaimba, ulipokuwa kimeacha alama kwenye maisha yake, kikabadilisha maisha yake. Anasema toka wakati ule Mungu amekuwa akinisaidia. Okay, tunapata matatizo yote yanawapata watu wote, lakini sijamwacha Yesu. Niko nasonga mbele. Unauliza sasa uko wapi? Anakueleza kitu unachofanya. Unaelewa maana yake ni? Wakati tumekutana na mtu mmoja, alikuja kwenye mkutano, semina tuliyokuwa nayo kwenye kanisa moja, amelewa. Aliogopa hata kuingia kanisa. Anakuja kanisani na kanda mbili, hajachomekea shati. Siku hizi kutokutomekea shati ni mtindo. Zamani zile ilikuwa ukienda kanisani huwezi kwenda unachomekea shati. Haiwezekani. Unachomekea shati. Akawa ananisikiliza mlangoni. Yuko kwa nje, lakini amelewa. Unaona kabisa akitaka kutembea anapepesuka. Anapepesuka. Sanyaswi. Amelewa. Nilipoita watu kuokoka, akatoka kule nje, akaenda moja kwa moja, akapiga magoti. Nikamuongoza sala ya toba kama vile wengine waliokuwa pale. Tukaachana pale. Baada ya pale, wiki moja baadaye, akaja mtu mmoja ofisini kwetu Arusha, akisema najua mnifahamu, mimi ni fulani fulani. Nataka kuuliza, kuna mtu alikuja pale kanisani, mmempa nini? Namuuliza, mtu gani? Sasa jamaa mmoja alikuwa mrefu sana, lakini kila tukimtazama ameacha kunywa pombe. Kuna vyakula alikuwa hali akaanza kula. Alikuwa kai nyumbani, anakaa nyumbani. Ameanza kushuhudia bali za kuwa Mungu. Akatuuliza, mmempa kitu gani? Tumetafuta namna ya kumsaidia shida pombe, tumeshindwa. Tukamwambia sisi tulichoweza kumpa ni Yesu, ndicho tulichompa. Sasa umesikiliza kwa nini walikuwa wanauliza tumefanya kitu? Kwa sababu walikuwa wanashangaa kesho yake ilipoanza kujitengeneza. Wanataka kujua kilichotumika. Ikapita mwaka, tulikuwa mahali fulani, mtu akakuja kutusalimia, yuko very sharp, kavaa na suti yake vizuri. Akasema najua mwezi kunifahamu, Bwana Yesu asifiwe. Akasema amen. Wewe ndio nani sasa? Nitambulishe. Kwa nini atakujua? Akasema mimi ndio mniongoza sala ya toba kwenye kanisa fulani nikiwa nimelewa. Hakuna ofisi alikuwa anaweza kukaa, nafukuzwa kwa sababu ya ulevi. Akatueleza ofisi ambayo amepewa kazi na shirika la kimataifa. Alafu akasema si hilo tu, sasa ni mhubiri wa Injili. Nimetoka kuhubiri Injili. Umewahi kufikiria unakutana na huyo mtu akipepasuka, wewe unaiona leo yake, hujui kesho yake ambayo Yesu ameiweka ndani yake. Pombe lilikuwa jaribu kubwa sana, limesimama katikati yake na kesho yake. Lakini kumbuka namna hii, unaweza kuwa na kijana wako ni mlevi sana, usije ukamkatia tamaa. Sikia neno la Bwana, usije ukamkatia tamaa. Ni mume wako, ni mke wako, usije ukamkatia tamaa. Kesho yake ni kubwa kuliko hicho kikwazo kilichoko mbele. Munge mkono kupambana na hicho kikwazo. Munge mkono katika maombi ili Mungu amteremshie upako ambao utamsaidia na kusukuma mbele Goliathi wake ili aweze kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Goliath alikuwa mkubwa kuliko Daudi, ili Daudi asione nyuma ya Goliath, lakini alikuwa naona kwa jicho la upako. Unaweza usione mbele yako kuna kitu gani, lakini Yesu anapokuwa ndani yako, uwe na uhakika ataanza kukuonyesha na kukupa tumaini.